Hebu nisomee ramani za jamaa yukoje kwanza. Oh. Nisho bosi. Acha nifanye kazi. Begi mbona kama lenyewe hili? Hisi ndo mzigo niliyomkabidhi Njonga huyu? Au itakuwa ndo jamaa aliyempola Njonga huyu? Wewe anaruka naye huyu mimi. Huyu jamaa jini nini? Afu huyu ni yeye huyu. Kama sio yeye, kwa nini ametembea? Kwa nini amechochora? Huyu mwamba mwenyewe. Na nimeshamjua. Hii show haijaisha hii mpaka iishe. Huyu mtoto mdogo sana huyu, amejaa kwenye anga zangu. Hiyo ndo msosi wa kunitengea mimi mabaki makombo, au sio? Toka asubuhi la nyume niachia buku tu. Alafu sasa hivi unakuja unagomba gomba sijui chakula kidogo. Tena ushukuru Mungu hicho chakula chenyewe umekibahatisha tu. Yaani nimeacha buku. Sija kuachia 5000 wewe mezani pale. Hiyo hela nyingine umepeleka wapi? Au umepeleka kwenye kausha damu, au sio? Na mtoto wangu yuko wapi? Mtoto yuko ndani anafanya usafi. Anafanya usafi? Jua kali lote hili anafanya usafi. Asubuhi mjafagia. Hebu kamuite. Baba, shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Wazima hapa? Wazima. Kaa basi. Rose, mbona umepoa hivi? Umekula? Ndio, nimekula. Mbona unajibu kwa uoga hivi? Alafu unamwangalia mamako. Kwa nini? Wewe mke wangu. Mbona Rose anakuogopa? Au ajala?
Jamani, maswali mengi ya nini? Sikasha kujibu kashakula. Na mwenzio kaenda wapi? Naenda shule. Baba, mimi niende nikamalizie kazi. Basi sawa, wewe nenda kamalizie. Ngosha, kwa nini umerudi peke yako? Yule jamaa kama jini. Sijui alijuaje. Nimemkuta amejipanga. Na yeye kabisa yule. Sio mtu wa kawaida. Nilimkuta amejipanga. Yule mtu wa kufuatilia. Tuachane naye tu. Ukisema kwamba swala la kuachana na hiyo mishe haitowezekana, ni kwa nini ufeli hiyo mishe ingali hiyo mishe ni ndogo kiasi hicho? Ni kwa nini? Na nimekuagiza kwenda kufanya kazi. Ina maana kwenye akili yako timamu uweze ukajipanga. Nini maana sasa ya kuwa bodyguard wangu? Nini maana yake? Nimekupa jukumu hilo la kukuamini kuwa wewe bodyguard wangu. Ina maana hata kama nikiondoka mali zangu nitakuta zimeshaibiwa. Nini maana ya kuwa bodyguard? Nakupa masaa haya. Huyo mtu ameshafika hapa. Ama zako ama zangu. Nitajua cha kufanya mimi. Bosi. Niamini ninachokwambia. Yule jamaa akajipanga. Kwa sababu anatumia silaha. Mimi hata sina silaha. Ingawa majeshi yangu ni obligation. Lakini hao masaa mawili ni mengi sana. Nusu saa tu. Kazi inaisha. Bosi wangu. Mimi ni mwanajeshi hodari. Masaa mawili ni mengi sana, nusu saa. Lakini bosi, tuangalie na mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto tuangalie mkono wa kushoto. Akipita huko, sisi tunapita huko. Akipita kwa mbele, sisi tunapita kwa nyuma. Sijui umenielewa bosi wangu. Bosi, wale vijana walionipola begi nimewafuma maeneo, lakini mmoja nimemtembezea mkono. Yaani hali yake sidhani kama atapona bosi, lakini sikubahatika kuchukua begi. Jonga, siku ile nilikwambia hakikisha unaniletea kichwa cha huyo mtu. Iweje unaniambia umempiga tu? Ina maana unataka kuleta uzembe katika hili tena? Mimi nahitaji kichwa cha yule mtu. Oya mkuu, sio jamaa aliyomtembezea mkono si ndo kapita pale? Oya mkuu, tutembee, hizi sio zangazi. Kama kawa. Kama kawa. Huyu mchizi ametoka hapo, unamfahamu? Simfahamu mimi. Unamfahamu wakati ulikuwa umekaa naye? Niingia kweli? Acha matani basi. Nimesema simfahamu. Hii imekuwa mara ya pili. Naona una force brand. Nimesema simfahamu, unanilazimisha mtu nimfahamu. Sasa wewe kama unamfahamu si uniambie wewe ni nani? Mimi nakwambia simfahamu babu, unaniforce. Wewe vipi babu? Wewe ndo uniambie wewe ni nani huyu. Samani bro kama nimekupanga. Nimekuuliza vile kwa sababu jamani jambazi. Hapo alipo anatembea na bastola. Kama ni rafiki yako, naomba ushirikiano wako. Nitakupa kiasi cha pesa chochote kile. Blaza, aliyokuambia mimi na shida na hela nani? Au na shida na hizo pesa zako ndogo ndogo za nyanya? Mimi ushirikiano sikupi. Mimi siwezi kutafuta mtu ambaye simjui na wewe sikujui. Blaza, cha kukushauri naomba uende, la sivyo tutafika pabaya. Mume wangu, naomba hela nikasuke. Ila sasa hivi sina. Labda baadaye hapa kuna mshindo na usikilizia hivi. Kitiki tu mamangu utapendeza. Kwa hiyo mume wangu, huo mchongo mpaka utiki mimi ndio nikasuke.
Watoto wako wapi? Kwa hiyo mume wangu, mbona unanihamishia mada? Kwa hiyo nimekosea kukuuliza kwamba watoto wako wapi? Mmoja kalala, mwingine kaenda dukani. Na yupi uliyomwagiza dukani? Fanya juu chini, hiyo hela unipatie mimi nikasuke. Natamani kuipata amani, moyo wangu upate furaha. Huyo mtu aliyechukua huo mzigo na mhitaji akiwa hai au niletee kichwa chake? Mbona nimechagua kazi ngumu sana hivi? Kazi ya kutembea na bastola. Ni kazi ngumu sana. Mr. Simon, nimekuita hapa, kuna kazi nataka tusaidizane. Unajua mtaa wetu ni mtaa wa amani. Mtaa wetu sio mtaa wa vurugu. Mtaa wetu tunapenda amani. Lakini sasa kuna kitu naona hakipo sawa. Huu mtaa umevamiwa. Huu mtaa kwa sasa kuna uhalifu. Tulikuwa wawili, lakini mwenzangu kwa sasa sijui alipo. Nimejaribu kumfuatilia, simuoni. Sijui wameshampoteza. Lakini sio mbaya. Nataka tusaidizane. Ndugu yangu, mimi kazi ya kwenda kumtafuta mhalifu siwezi. Hiyo kazi mimi siwezi. Cha kufanya wewe, nenda kumtafuta mwenyewe. Mimi sitaki kwenda kutokea na majanga ambayo sio. Mr. Simon, acha matani na uhai wa watu. Kwa hiyo kwa akili yako, wahalifu tuwaache tu hapa mtaani, yani tuwaache. Huko na sisi kabisa tunajiweza kuzuia wahalifu. Sikia, nakupa muda. Tena siku moja tu. Siku moja tu. Vijana wenzio nimeshawapa taarifa. Tushirikiane kuwatoa wahalifu mtaani kwetu. Tuishi kwa amani. Hivi kwa mfano sasa wewe unakataa kushirikiana kuwatoa wahalifu mtaani. Siku ukaamka yani umeibiwa ndani kwako, utafanyaje? Acha masiala. Nimekuwa siku moja tu. Kesho kutwa unapokuja, ndugu yangu. Hii ni lazima, sio ombi. Ngosha, mimi hiyo kazi siwezi kuifanya. Kama unataka kunifanya ila kazi mimi siwezi kufanya. Narudia tena siwezi kufanya kazi yako hiyo. Fanya mwenyewe. Wewe mwana wetu wewe, kuna taarifa nimezipata. Taarifa gani hizo? Na zinahusu nini? Hivi unaweza kuamini mtaani kwetu sasa hivi kuna majambazi? Majambazi? Mbona hii imekuwa kazi tena? Natamani kuipata amani, moyo wangu upate furaha. Mariam, umeniita muda mrefu sana, lakini uniambii chochote yani. Umekaa kimya na unachati kabisa na uko busy. Sasa naomba jibu moja, unanipenda unipendi? Kama unanipenda niambie, na kama unipendi nijikatae. Ni sawa, ulichokiongea nimekusikiliza, ila wewe uko busy sana. Sasa kama wewe uko busy, mimi nitafanya nini? Natamani sana kukaa na wewe muda mrefu, niongee nizungumze mimi na wewe, lakini wewe mwenzangu, yani una mambo mengi, mimi mwenyewe hata sielewi nifanye nini. Uelewi kipi mrembo hapo? Sawa, mimi niko busy kulingana na kazi ninayofanya. Mishemishe nyingi, kulala kwangu na kuamka kwangu ni Mwenyezi Mungu anayejua. Sasa niambie kama unanipenda, na kama unipendi mimi nijikatae. Nakupenda sana.
Nilisema wewe mwenyewe sasa ndio na mambo mengi. Na ingekuwa basi ndio sikupendi. Imagine nisingekuita mimi hapa. Umeona? Wewe mimi nikwambie tu ukweli, yake Mungu tena nakupenda sana tu. Ila wewe mwenyewe usingatie sasa mimi nafanya na nini. Natamani kuipata amani, moyo wangu upate furaha. Wewe hapa. Ina maana unakuita muda wote huko ndani umekaa tu kimya. Ulikuwa unafanya? Samahani mama, nilikuwa napika. Mimi natoka, naenda kwenye mambo yangu. Na ukimaliza kupika, uoshe vyombo, ufanye usafi, na ukimaliza kufanya usafi ufue. Sawa mama, nimekuelewa. Bwana kazi nyingi hivi nitazimaliza kweli? Unasemaje wewe? Yaani ugali ule kwangu. Ulale kwangu. Alafu hizo kazi zangu huwezi kuzifanya. Na ole wako, ngoja niende. Na nikirudi mimi mtoto wa mtaani naitwa Chokola, nakosa amani, furaha inanikimbia. Wewe mtoto, mbona umekaa peke yako hapo? Dada, mimi ni mtoto yatima. Nilimtegemea bibi, Mungu kamchukua. Nimekaa, nimefukuzwa, moyo wangu nateseka. Hivi wewe nilikuona mtu wa maana sana. Ni wewe kunifanyia mimi hivyo? Yaani ni wewe kuniharibia mimi kwa mpenzi wangu. Shida nini kwanza? Au unamtaka wewe sasa? Umemaliza? Wakati naanza nilikutaarifu. Shogangu, kwa mwanaume yupi niliyekuharibia? Maana umefika hapo kaanza kubwabwaja tu. Ina maana kwamba kumfahamu huyo bwana. Yaani mimi siku imekaribia basi. Ili na mimi niwe mama. Yaani sijui nikuelezeje kwanza. Huyo awe mbaya, awe mzuri, awe kituko bwana kituko, basi ni wa kwangu. Upo dada? Ndio nimempenda sasa. Ukitaka kufa, sura ngumu kufa hutaki. Upo? Hivi wewe ni mwanamke gani usiotuliza komwe jamani, kusema sema tu maneno ya watu? Hata ujiulizi shida nini? Bosi, ile bastola ile nikabidhi, sio kama nitumia vibaya. Yeyote yule anayezingua kwangu lazima nimkini, nimwage damu. Wewe mwenyewe ulisema kazi yako haitaki nini lele mama. Na yule mtu kwambie hivi, ndani ya siku 2 lazima urudishie hiyo begi. Kijana yenyewe ni mdogo sana yule. Kama kummaliza mmalize. Habari za kusubiria hizi kila siku. Ulisema nimekupa siku 2. Naongeza 2 tena. Ziwe 4. Uniletee majibu ya uhakika na mzigo wangu urudi. Hata kama nilikuwa nakupima. Sister, niongezee 1. Ya moto ya baridi. Leta ya baridi. Bosi. Ni sawa yote unayoongea hivi. Mimi ni kijana wako. Na niko tayari kufanya kazi yako. Kwa jasho, kwa damu. Lakini bosi, kuna kitu kimoja ambao mimi bado sijakwambia. Mimi kwenye familia yangu na mtoto mmoja nilimwokota katika mazingira ya kutatanisha. Huyo mtoto hana wazazi. Wazazi wake washafariki, ndio naishi naye, ninavyofanya kazi ndio anategemea kula, kuvaa, hali na malazi. Na kwenye familia yangu mke wangu ndio hivyo jeuri, najikuta na stress nyingi kwa ajili ya familia yangu. Lakini bosi, siwezi nikakuangusha. Nitapambana kadri niwezavyo yani. Niamini mara ya mwisho tena. Lazima nitimize jukumu la kurudisha huo mzigo. Jonga, kama nilivyokuambia, sitajali kama nyumbani kwako kuna mtoto umemwokota wewe ndo anakutegemea, hilo mimi sijali. Nachohitaji kazi zangu ziende kwa wakati na zitimie.
Sasa basi, raundi hii tutaonana wabaya, tutapasuana risasi za vichwa wenyewe kwa wenyewe. Hii kazi si kwenda vizuri. Mimi nimemaliza, siongei tena. Nadhani siwezi nikaa naongeongea sana. Bilionea kama mimi naongeongea sana nini? Nachohitaji mzigo wangu uje kwa wakati. Nimemaliza.